mchana usiku, yule kimbilio taabuni, hivyo hatutaogopa, kwani yu karibu sana. Mwamba wetu kutupumzisha, yu kivuli kuburudisha, yu mwongozi katika njia, kimbilio taabuni. Iwayo yote yeye tu, kimbilio taabuni. Twamjua yeye mlinzi, aliye karibu sana. Mwamba wetu kutupumzisha, yu kivuli kuburudisha, yu mwongozi katika njia, kimbilio taabuni. Mungu wetu, ficho kwetu, kimbilio taabuni. Siku zote uwe boma lililo karibu sana. Mwamba wetu kutupumzisha, yu kivuli kuburudisha, yu mwongozi katika njia, kimbilio taabuni. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusimame na wimbo namba 204, wimbo wetu wa kila siku, kuwa na Yesu nyumbani. Kuwa na Yesu nyumbani, nyingi furaha nyingi, furaha nyingi. Kuwa na Yesu nyumbani, furaha nyingi, furaha nyingi. Yesu yu ndani ya Baba, nyumba salama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu yu ndani ya Baba, nyumba salama, nyumba salama. Yesu yu ndani ya Mama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu yu ndani ya Mama, nyumba salama, nyumba salama. Yesu ndani ya watoto, furaha nyingi, furaha nyingi, furaha
nyingi. Yesu ndani ya watoto, furaha nyingi, furaha nyingi. Tuombe. Baba yetu na Mungu unaishi mahali pa juu, jioni ya leo tumekuja kwa ajili ya kusikia sauti yako tena, kama ambavyo ulinena nasi jana na juzi tangu tulipoanza mikutano hii. Tunasihi ukanene nasi jioni ya leo, tukaone uzuri wako, tukasikie sauti yako, nasi tukaelekezwe kwako. Mbariki mnenaji wa leo, ili anapokwenda kutoa somo leo likaguse kila ambaye amefika jioni ya leo hapa. Tunamweka mikononi mwako Mama Urio, mtumie utakavyo wewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nasi tupe utayari wa kupokea kila ambacho anatupatia, lakini pia tupatie utulivu, tukae miguuni pako, maana unahitaji uzungumze nasi sasa. Tunajiachia mikononi mwako tukiamini kwamba utakuwa nasi katika Kristo Bwana wetu. Amina. Basi kabla Mama Urio hajafika, nataka nikwambie kwamba leo tutakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, katika uamsho wetu atazungumza na sisi katika ujumla wake, lakini utakuwa pia shahidi ya kwamba alipoanza alipata nafasi ya kuzungumza na vijana. Leo pia atapata nafasi ya kuzungumza na wanandoa, na kwa sababu ni juma la kaya na familia, la uamsho kaya na familia, wewe mwanandoa, baada ya sehemu ya kwanza kwisha, usiondoke. Sehemu ya kwanza itaisha saa 12:15, hivyo sehemu ya pili itaanza saa 12:20. Wanandoa mkae mkao wa kusikia kile ambacho Mama Urio amewaletea. Mama Urio, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo lenu ni lile lile, mnapenda kuwa nyuma. Mimi maishani mwenzenu sipendi kabisa kuwa wa nyuma. Yaani mimi napenda kuwa wa mbele mbele kila kitu. Hivyo mnajitengeneza hivyo katika ulimwengu wa roho, mnajitengeneza kuwa wa nyuma. Yaani wa mwisho mwisho, wewe wa mwisho mwisho, kwenye hela wewe wa mwisho. Mambo ya kiroho wewe wa mwisho mwisho. Mbona usiwe wa kwanza kwanza? Jana niliwaambia jamani, kuwa kiherehere, kuwa Petro. Bwana anakufanya kweli kuwa kiherehere. Kwenye mihela wewe ndio kiherehere. Kila kitu. Mungu awabariki sana. Leo tuna somo zuri, mjue mwanaume. Nilitoa ahadi kwamba tutajifunza kwa nini mwanaume ni kichwa. Lakini nimeshangaa kwamba siku zimeisha na sijaligusa. Itabidi leo nifundishe tu hivyo hivyo, hata kwa kifupi. Mara nyingi kunapokuwa na watu zaidi ya mmoja, lazima mmoja awe kiongozi, sivyo? La sivyo, kama hakuna, hata kama mko wawili, kama hakuna kiongozi, mambo hayataenda. Hivi kati ya mume na mke kiongozi ni nani? Kiongozi ni nani? Munasema kwa mashaka, kuonesha kwamba ndio hivyo hivyo mpaka nyumbani. Hujui kwamba kati yako na mke au kati yako na mume kiongozi ni nani? Kiongozi ni mume, mwanaume. Sasa niguse kitu hiki, nafikiri nitaondoka sijakigusa. Mahitaji makubwa 4 ya mwanaume. Mwanaume anahitaji mambo makubwa, ana mengi, lakini haya 4. Mwanamke uliolewa, haya 4 ukiwa nayo, ukimpatia mumeo, mtaishi kwa amani. Namba 1, mwanaume anahitaji sana respect, heshima. Anahitaji hicho kitu kuliko chochote. Magomvi yote yanayoendelea kwenye nyumba, kutokuelewana kote, kunatokana na hichi kitu. Mwanaume anapoona anadharaulika, shida inaanza. Niliwaambia katika mikutano hii na mahali pengi, ninasema kwamba tafsiri ya mwanaume ya kwamba mke wangu ananipenda ni heshima, utii na adabu. Mke mwenye heshima, utii na adabu, mume anatafsiri kwamba mke wangu ananipenda. Tofauti kabisa
na tafsiri yetu sisi wanawake. Kwa hiyo jambo la kwanza mwanaume anahitaji heshima. Mheshimu kama kichwa, mheshimu kama kiongozi. Lakini jambo la pili analopenda mwanaume, ambalo la kwanza likikosekana, la pili halitafanyika kwa uzuri, na utasema mumeo anaumwa, kumbe tatizo lile la kwanza. Mwanaume anahitaji tendo la ndoa kuliko ugali. Wote duniani, wote. Utasema hata Profesa Msuya, ndiyo, wote ndivyo walivyo hivyo. Na tutajifunza tutakapobaki wenyewe namna ambavyo wamama wengi wanakosea katika hili jambo. Yaani anafikiri kwamba anaweza kumkomesha mwanaume. Mwanaume akomeshwi. Yaani ni kama kuchukua ngumi na kupiga ukutani. Hivi ukipiga ngumi ukutani, ukuta unaumia au wewe ndio unaumia? Mwanamke unaumia. Mwanaume haumii kama ambavyo mwanamke anaumia katika kila jambo. Kwa hiyo wewe ukiruhusu kuwe na magomvi nyumbani, wewe ndio muathirika. Wao hawajali. Jambo la tatu mwanaume analopenda ni urafiki. Fun. Anapenda kweli mwanaume urafiki. Yaani ukitaka mpatane na mumeo, maisha yenu yaende, muwe marafiki. Anapenda ule urafiki. Unapika jikoni, yani mama Msuya na Msuya wako wawili, lakini kule jikoni anapika, anaona nimekaa dakika kama 20, hata hasemeshwi. Unachovya kanyama kwenye unakuja unamlisha, unarudi. Yani anapenda vitu vya namna hiyo. Lakini ukimchukulia kama mbabu, kama mbaba, ampatani. Mwanaume anapenda urafiki, yani vile vitu anapenda. Na ndivyo wengi wanaoenda huko wanafuata hivyo vitu. Sasa mimi huwa nawauliza wamama, kwa nini akatafute mahali pengine? Wakati wewe mama unaweza, wewe mke wake unaweza, mimi naweza kila kitu ambacho angetafuta mahali pengine. Naweza. Namba 4, mwanaume hitaji lake kubwa ni kuaminiwa. Kuaminiwa kwamba yeye anaweza. Mwanaume asiyeaminiwa anashuka hata kiutendaji. Yaani kama wewe mke humuamini mume wako, unapoteza uwezo wake wa kufanya kazi katika kila nyanja. Maana anakuwa na hofu, kwa sababu mwanaume yeye hataki kukosea, hataki kuonekana kwamba hawezi. Kwa hiyo kama mke wake atamuonesha kwamba yeye hawezi, unamharibu kabisa. Na wanawake wengi hilo kosa wanafanya. Hata akikwambia unajua mwaka huu kufika mpaka Disemba tutakuwa tumenunua kausafiri ketu. Wewe au mwingine, kwa hela gani? Na unajua wanawake ile chaka yetu ya dharau. Unamshusha mwanaume, nguvu zote zinaisha kwamba mimi siwezi. Kila kitu muoneshe anaweza. Unaweza mume wangu. Ndiyo tunapanga, lakini ni kwa muda tu. Hata waliojenga walianzia kupanga. Unaweza mume wangu. Kwa kushirikiana tunaweza. Unamtia nguvu katika kila jambo. Unaweza. Umechaguliwa mzee wa kanisa na kufahamu. Unaweza mume wangu. Kanisa limepatwa. Wewe ndo amekuchagua kazi. Hivi hawakujui. Kwa hiyo maskini hata anapofanya kazi mbele za watu, anafanya kwa uoga, kwa sababu haaminiwi na mkewe. Mtu wa kwanza anayeweza kumfanya mwenzi awe na ujasiri ni mke au ni mume. Huwa nawaambia watu, unafikiri siku ya kwanza niliyosimama, kama Urio angeonesha kwamba siwezi, ningekuwa mimi leo? Hapana. Na wanaume wengi sana wanashusha karama na vipaji na talanta za wake zao. Ngoja niwape mfano mdogo tu. Mke wako anapewa somo la nchi za mbali kwa wale wa Adventista wa Sabato, au anapewa kusoma somo kanisani. Sio wote waliozaliwa wakiwa wamekulia ndani ya kanisa kusimama mbele. Sio wote. Sasa kusimama hapa mbele, angalia mnavyonikodolea wote macho. Sio rahisi. Kwa hiyo anasimama maskini, anasoma somo la nchi za mbali, mara huko anatetemeka, huko anakosea. Mkirudi nyumbani, umeniaibisha sana wewe. Ni nini kile umefanya leo? Sasa mama, sasa mimi ningefanyaje? Mimi siwezi. Sasa siku nyingine, mama Urio, tunaomba utuletee fungu na ombi. Mimi nasafiri.
Kwa sababu kama mumewe aliona amekosea, watu wengine je? Kwa namna hiyo hawezi kusimama mbele. Lakini mume ulipaswa ufanye nini mume? Nimesikia tangazo kwamba wewe ndio utatoa somo la nchi za mbali. Sasa ngoja tule tuombe, alafu uniambie. Haya, simama mbele niambie mke wangu. Haya, sema usiangalie chini. Niangalie hapa kichwani, hapa niangalie hapa. Sema, unamrekebisha. Halafu siku ya kupresent unakaa mahali fulani mbele. Akisema unamuoneshea ishara. Anasema kwa ujasiri, kama mama kanasema, kumbe nimepatia. Angalia wako ana karama tele, wewe unamwangusha. Kama mama kwa watu hata kakisimama kuimba, unashindwa kumwambia mke wangu huo unaimba vizuri. Kwa kweli watu wanatabasamu, ila wewe wala mwalimu hata gombana naye. Eti mtabasamu. Mke wako atakuwa anatabasamu kwa kuwa ameambiwa na mumewe. Je, mke yeye anahitaji nini? Namba moja ya kitu anachohitaji mwanamke, security. Jamani, wanawake tunahitaji ulinzi. Sio ulinzi wa usiku tukilala we ukae nje na gobole utulinde, hapana. Ulinzi kwamba niko peke yangu. Ulinzi, upendo ni ulinzi kwa mke. Mke anayependwa huo ni ulinzi. Hata kusumbua akigundua anapendwa. Namba moja ya mwanamke ni ulinzi, kwamba yeye yuko peke yake, hakuna mtu mwingine. Mpe ulinzi, lakini mpe ulinzi kwamba akipata shida mume upo. Shida inatokea kwao kijijini, anakaa wiki nzima eti una nauli. Nani alikwambia wanaume wanakaaga bila kuwa na dharura? Tayari unashusha thamani yako kwake. Hakwambii, ila inashuka yenyewe kwamba hapa hamna kitu, hapa nimeolewa na mtu hamna kitu. Sisi wanawake tunahitaji ulinzi, na ukiwa na ulinzi thabiti unatembea kwa ujasiri. Shida ikitokea unajua ni naye mume nyumbani, alafu nina mume anayenipenda. Huo kwetu sisi ni ulinzi. Namba 2, wanawake tunapenda vitendo vile vya kimahaba, tunaita non-sexual affection. Vitendo vile vya kimahaba tunapenda wanawake wote duniani. Unavyomtreat mkeo kama mama yako mkubwa sio sawa. Yaani kweli wewe baba hata kukaa tu kushika tu kamkono ka mkeo, yaani hata kushika tu kamkono ka mkeo, yaani mmekaa tu lakini ukashika kamkono. Mama, homoni ile ya furaha inamwagwa mwilini. Jamani, dopamine inamwagwa, unasikia raha, unasikia napendwa. Na unaona kama mama kanaimba tu, kanapita kanaimba. Sisi tunapenda hivyo vitendo. Niliwaambia kwa siku anahitaji mara ngapi umkumbatie? Anahitaji hugging. Kumbatia mke wako, yaani isipite siku hujamkumbatia. Unapomwaga unaenda kazini, anaenda kazini, baada ya kuomba, mmeshafanya maombi, mwambie mama njoo nikuage, mkumbatie. Kumbatia, piga hapa. Ni kama vile watoto wetu pia, mpe hiyo, mkumbatie mtoto, anakuwa salama. Lakini mwanamke anahitaji pia, hitaji lake kubwa ni mawasiliano ya wazi. Mawasiliano ya wazi. Wanawake tunapenda mawasiliano. Sisi tuko talkative wanawake wote. Yaani hata yule ambaye mnamuona huku nje haongei. Ninyi vijana ambao hamjaoa, mwanamke ambaye haongei huku nje, yale maneno ambayo lazima ayaongee, 1000 ngapi kwa siku? 1000 ngapi? Wanaume mngekuwa wa kwanza kujibu, kwa sababu unatakiwa ukae na mkeo kwa akili. Na akili mojawapo ni kumjua yeye alivyoumbwa tofauti na wewe. Sasa ukikaa unanishangaa, hautamjua na mtasumbuana tu. Ambaye haongei nje, yale maneno anayamaliza ndani, lazima aongee. Lakini wale akina sisi, maneno tunamaliza kwenu, mengine napeleka kwenye kuimba, mengine napeleka kwa watoto. Kwa ulio na maneno machache sana, mwezi kuamini. Tuna yale yetu wawili tu. Kwa hiyo mpe nafasi mwanamke aongee. Unamwambia tu njoo tuongee, mpige tu story. Hivyo mkumbushe zamani alivyokusumbua. Wale wanaume tuliowasumbua, mnakumbuka tulivyowasumbua, tulivyozungusha vichwa vyenu? Hebu mkumbushe. Tukikaa na wangu huwa ananiambia, hivi ulikuwa unaringa nini? Umenitesa sana. Kwa namwambia nilikuwa nakusumbua ili unipende hivi.
Kitu cha thamani hakipatikani kirahisi. Kaa na yeye. Na wanawake tunapenda hivi, umekaa unaandaa somo au una kazi. Mara nyingine wanawake akili zetu kama vile atakuja kukusemesha na wewe si una kazi, lakini hili tu linamkwaza. Niangalieni, kumbe kuna semina Morogoro mjini, Mama Urio ndio anakuja. Kwa sababu sisi tunatumia kila kitu hisia. Hisia zinamwambia anakudharau, hakupendi, wakati hapana, wewe una kazi. Unapaswa kuishi naye kwa akili. Namna gani? Sasa sikia sweetie, nina kazi kidogo namalizia. Nikisha maliza hii kazi, njoo unisimulie. Naondoka nikiwa nina furaha. Maliza kazi niite, ili ujue kwamba sisi tulivyoumbwa. Njoo mke wangu, ulikuwa unaniambia nini vile? Nilikuwa nimeanzaje kwani? Nimeshasahau. Amesahau kwa sababu sio kitu cha maana. Kwa hiyo mpe nafasi ili umjue mke wako. Mpe nafasi aongee. Aongee tu. Mawasiliano, kitu ambacho wanaume wengi hawapendi mawasiliano. Hawapendi kabisa. Msipowasiliana hautamjua. Wasilianeni, muwe marafiki, zungumzeni. Hiyo itawasaidia sana. Kwa hiyo mpe nafasi azungumze. Mara nyingine mtoe mke wako outing. Wa baba, ni kweli hatunywi pombe, ni kweli wengine mpaka soda hatunywi, lakini mtoe mke wako, mkae mahali fulani tu, wawili tu, bila usumbufu. Mama, bila huo usumbufu, mnakaa tu wawili. Utaona mama anavyofunguka. Alafu utaona mkirudi nyumbani mama huyu anavyokuwa mwenye furaha. Kuna mababa kuna mwanaume hapa anawaza, sasa mimi sina hela. Una hela kwa sababu gani? Kwani ulikwambia kutoka mpaka uwe na hela? Ni kujipa raha mwenyewe. Jipe raha. Mnatoka tu, mnazungumza. Utaona mkirudi nyumbani, hautamwambia naomba maji ninywe. Anakuuliza yeye, mume wangu hauna kiu? Nikakuchotee maji kwenye mtungi unywe. Mwanamke anahitaji uhuru wa kujieleza. Anataka uhuru wa kujieleza anavyojisikia. Huyo ni mwanamke. Lakini pia mwanamke hitaji lake kubwa, anataka kuongozwa. Sisi tunataka kuongozwa. Wanaume wengi sana nyumbani wanadharaulika, kwa sababu hata vitu vidogo mwanaume hana solution. Yaani hata kitu kidogo kama mwanaume, sijui wewe mke wangu. Wakati mke anakusubiri wewe useme, jizoe kama mwanaume, jizoe. Halafu kama mwanaume sema kitu, hii shida imeingia mke wangu, itakuwa hivi na hivi. Lakini unasubiri mke wako yeye ndio atoe mawazo. Hapo hapana. Sasa mwanaume jitambue. Mwanaume ni kiongozi wa familia. Mungu ameweka utawala ndani yake. Kuna wamama wengi nikifundisha hivyo anajiuliza, hata huyu wa kwangu? Ndio, kuzaliwa tu mwanaume, ndani yake kuna utawala. Tatizo ni malezi tunayowalea hawa watoto. Unalea katoto ambako hakawezi chochote. Unalea mtoto ambaye unamfundisha kuwa tegemezi. Ndio wale watoto, mwanaume mzima amemaliza chuo kikuu. Chuo kikuu alikuwa ana jiko la plate moja, kile kigesi kile. Ana sufuria ya mboga ya ubwabwa na ugali. Ana vijiko, ana nini tena, kila kitu cha kupikia. Ana godoro inawezekana na kitanda. Mwanaume anamaliza miaka 3 chuo kikuu, anamaliza miaka 4, halafu anauza vile vitu vyote, anabeba begi, anarudi nyumbani kwa raha zake. Halafu mnanyang'anyana wembe na baba yake wa kunyolea. Ni vile tengeneza mwanaume mwenye akili. Tayari ameshaanza mtaji. Kumpa tu akili kuingia chuo kikuu ni mtaji. Kuna wanaosoma hapa, marufuku kurudi kwenu. Huku tafuta maisha huku. Unarudi kwenda kufanya nini? Katika Mwanzo 3:16 neno la Mungu linasema, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako wa kuzaa kwako na kuzaa kwako.
kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Baada ya dhambi, tamaa zetu ziko wapi? Wakorinto wa kwanza 11 na fungu la 3. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Wakorinto wa kwanza 11:7. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu. Mwanaume, wewe sio mtu mdogo, acha kujishusha thamani. Waefeso 5:23. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Niliwauliza siku ya kwanza kabisa niliposimama hapa siku ya Sabato, kwa nini mwanaume kichwa? Kwani kichwa kina nini? Sasa haya tutaje kimoja kimoja kinachopatikana kichwani. Kwanza, kichwa kinaanzia wapi? Siku ile mtu aliniacha hoi, chake kinaanzia moyoni, alisema. Kichwa kinaanzia wapi? Wapi? Hapa Haya, kuna nini? Tuanze kule juu. Kichwa kimebeba nini? Hebu sema kwa nguvu. Nini? Yaani wewe katika kichwa chote umeona kwanza kunaanzia hapa. Mwanaume huyo. Kichwa kiko wapi? Si hiki kabla ya nywele huku ndani, kwani kuna nini? Kuna ubongo. Sasa sikiliza, kwa nini mwanaume ni kichwa? Maana ya kichwa ni muonesha njia. Yeye ndiye anayeonesha mwelekeo wa familia. Huwa nawaambia mwanaume ni lazima atengeneze frame ambayo mkewe anakuja kubandika picha. Mke anabandika picha kulingana na frame yako. Kwa maneno mengine, mwanamke anacheza vile wewe baba unapiga. Na wanawake wana tabia hii, niwaibie siri. Wanawake, unaona kuna wanaume wanateseka kwamba wanawake wakorofi. Mke wako ni mkorofi kwa sababu ya wewe. Hakuna mwanamke mkorofi kwa mwanaume anayeonesha njia, ambaye ni kiongozi. Na hii kuwa kiongozi haiombwi, inakuja yenyewe vile ulivyo. Sasa wanawake huwa wanatingisha hivi kiberiti. Njiti ikilia moja umekwisha wewe. Kacha kanalia kamoja. Mwanamke anatakiwa njiti ikitingishwa akute imejaa. Imejaa, na yeye anajiseti kuishi kulingana na wewe, na mambo yanaenda. Ubongo. Kwa nini kichwa? Niliwaambia siku ile ninatembea, kichwa changu kimeamuru. Sawa Kichwa kimeamuru. Hivi ninavyofanya ni kichwa. Ndio maana watu nasema yule kichwa kimemruka, ina maana akili hamna. Sasa kwenye kichwa kuna ubongo, akili ile ambayo Biblia inasema ishini na wake zenu, kaeni na wake zenu kwa akili. Kichwa ndio injini ya maamuzi. Ubongo, akili ndio injini ya maamuzi, fikra, tafakari ya mwanadamu. Kazi ya ubongo ni kuchakata mambo kabla ya maamuzi. Kumbuka naongea na mwanaume ambaye ni kichwa. Kwa nini wewe ni kichwa? Wewe ndio injini, wewe ndio ubongo. Kazi ya kichwa ambaye ni mwanaume ni kuchakata mambo kabla ya maamuzi. Ndiko mahali hekima inazalishwa, kichwa. Mwanaume unahitaji kutumia akili katika kila jambo kwa ajili ya familia yako na ustawi wake. Haleluya. Katika Petro wa kwanza 3 na fungu la 7, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Kuishi na mke kunahitaji akili. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameumbwa tofauti. Wakati una milango 5 tu ya fahamu, mwanamke ana 6, na ule wa 6 unafanya kazi vizuri sana. Hisia, wanawake wana hisia kali sana. Anaweza akakwambia lakini hii biashara hii na huwa mnatuuliza ina nini? Sijui, lakini mimi naona
au huyu mtu anayekuzoea hapana, ana nini, mbona mzuri tu, mimi naona hapana, na una sababu, lakini ni ukweli. Wamama, mume wake akipata shida anajua, mtoto akipata shida anajua, na hujaambiwa na mtu, hujui hasa ni shida gani, lakini unajua kuna tatizo mahali fulani. Kwa hiyo waume, tumia akili. Katika Mithali 1:7 neno la Mungu linasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Mche Bwana upate maarifa ya kuishi na mkeo, maana huko ndiko kisima cha akili. Jifunze kwa Yesu anavyoishi na mkewe kanisa. Mwanaume, wale wanaume ambao wana diary za mioyo, unajua diary ya moyo akikukosea unakiweka moyoni, akikosa mwaka kesho unamkumbusha. Hiyo ni diary ya moyo. Kajifunze kwa Yesu. Yesu yeye hatukumbushi makosa yetu. Anasema kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo ninavyoweka dhambi zenu mbali nami, wala sitazikumbuka tena. Mwanaume, nini kingine kinapatikana kwenye kichwa? Macho Macho, tuchukue macho, si ndio? Macho ni kiungo muhimu sana kwenye kichwa. Ili kichwa kifanye maamuzi sahihi, kinahitaji kuona. Sawa? Macho yanafanya kazi vizuri kabisa kusaidia kiungo ambacho ni nini? Ubongo, kutoa maamuzi. Uwe macho ya rohoni kwa ajili ya mkeo na wanao, kujenga familia bora na imara. Mwanaume, uwe na macho ya rohoni. Macho yako ya kiroho yakiwa mabovu, ndoa yako itayumba. Bwana Yesu katika Mathayo 6:22 na 23 anasema taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, basi ile nuru iliyomo ndani yako itakuwa giza. Macho, angalia kila kinachonyemelea familia yako ambacho kinahatarisha maisha. Na tukisema kichwa, tunamaanisha kiongozi, mzee wa kanisa, mchungaji. Uwe na macho ya kiroho ya kuona wale unaowaongoza kwamba kwa mwenendo huu hapa sina watu kiroho. Wewe unaona washiriki wako, mzee wa kanisa, wanavaa sketi za wadogo zao, na wewe wala ushtuki. Huna macho ya kiroho. Tunahitaji macho ya rohoni. Zaidi ya haya, unaona kanisa zima wanashindana kwenda saluni na umekaa tu, unafikiri una watu hapo. Huna macho ya rohoni. Kichwa kina masikio. Kazi ya masikio ni kusikia na kusikiliza. Kusikia na kusikiliza ni vitu viwili tofauti. Uwe na uwezo wa kutambua sauti ya mkeo na watoto wako, kujua hiyo sauti inamaanisha nini, ili ufanye nini, ufanye kitu kilicho sahihi kwa ajili ya hiyo sauti. Ukiwa na masikio ya kiroho, baba, wanawake ni rahisi sana kuwajua. Mwanamke akiwa na huzuni, yeye hafichi. Utaona hata kama atajitahidi sana kuificha, itaonekana hata anavyojibu. Wewe ukiona anakujibu vitu kishoti, si wenyewe mnajua wa baba tai yangu iko wapi ile nyekundu unapowekaga? Umeshindaje hapa? Salama. Unaumwa? Ujue hapo kuna tatizo. Kwa hiyo uwe na masikio baba. Kichwa, uwe na masikio. Sikia na kusikiliza. Sikiliza kwa watoto, sikiliza kwa mkeo, sikiliza kwa wanaokuzunguka, kwamba hawa ni watu sahihi kwa familia yangu. Lakini pia kichwa kina pua. Naenda haraka maana leo tuna somo jingine. Pua, kazi ya pua ni nini? Nusa mambo yote yenye harufu mbaya inayohatarisha ustawi wa familia yako. Lakini nusa mambo mazuri yote yanayotoka kwa mkeo, ili umtie moyo ayaendeleze. Nusa. Mama amechaguliwa kuwa ushemasi na anafanya ushemasi vizuri bila kutumwa. Hayo mambo nusa, mtie moyo.
lakini unanusa, unaona kabisa harufu mbaya inatokea kwa watoto wako, inatoka kwa mkeo. Shtuka baba. Na ndio maana niliwaambia, ukiona mambo yanayoendelea leo kwa Walaodikia wengi, shida ni vichwa. Vichwa, ubongo umelala, wana ule ubongo tu wa kupumulia na kulia ugali. Masikio ya kiroho hakuna, wana masikio haya tu ya kusikia. Macho ya kiroho hakuna, wana macho haya tu. Lazima mambo yaharibike. Lakini pia kichwa kina meno hivi kazi ya meno ni nini? Kufanyaje? Kutafuna, au tunaita nini kizuri? Ni kutafuna, ndio, ni sawa. Kichwa kina meno. Meno kazi yake ni kutafuna. Ni kiungo muhimu sana kwa kichwa. Kazi yake ni kuvunja vunja vitu vigumu. Si unajua digestion inaanzia hapa Ndio maana wale wanaokula haraka wanapata shida, kwa sababu hapa ndipo uyeyushaji wa chakula unaanza. Tafuna inavyotakiwa, changanya na mate, sawa Sasa kazi ya meno baba, kutafuna vitu vigumu kabla havijapelekwa wapi? Tumboni. Mwanaume, shughulikia mambo yote magumu kabla hujayapeleka kwa mkeo. Usimpasie mkeo, wewe ndio kichwa. Tafuna mambo magumu kwanza, ndipo upeleke kwa mkeo. Umepata habari ya msiba, sumni mfukoni huna, unarudi nyumbani hata kabla hujala. Mke wangu njoo nikwambie, pole sana, baba yako amelala usingizi wa mauti. Hivi mwanamke akiambiwa hivyo kuna kazi? Ni kulia kwanza, hata mwenyewe hutakula tena. Ni kulia tu, nataka kwenda nyumbani, sina nauli. We mpuuzi. Sasa ulimwambia wa nini? Saga kwanza. Umepata habari za msiba, tafuta kabisa huko nauli, kila kitu weka sawa, kila kitu tengeneza. Kama ni wakukata tiketi wa mbali, kata. Unakuja kumwambia umeshatafuna. Biashara imeharibika, umefukuzwa kazi, unalileta kama lilivyo. Unajua mke wangu, tutaishi kwa shida. Kwa nini mume wangu? Kazi nimefukuzwa. We ni kichwa. Tafuna mambo kabla hujayapeleka kwa mkeo. We ndio kiongozi, tafuna kabisa, yatafune, alafu ndipo upeleke. Hakikisha kila kinachoenda kwa mkeo kimeshalainishwa. Sina ada, sina hiki. Kwa hiyo mwanamke anaishi yani nimeolewa tu na hili, lakini naona kama hatoshi, kwa sababu niliwaambia si tunataka ulinzi. Namba 6, kwenye kichwa kuna ulimi. Ulimi una kazi gani? Kuonja. Ni kiungo kikali sana, kinafanya kazi pamoja na akili, masikio na macho, ili kuhakikisha maelezo yanayotolewa yako kamili na sahihi. Sasa si umeshaona ubongo ukiwa una shida, si tayari hapa kuna shida pia? Ulimi wako baba, mume, tumia kwa kuonya, kukaripia, kukemea mambo yote unayoona hayana faida ndani ya familia yako. Huo ndio ulimi wa kiongozi. Biblia inasema karipia, kemea, onya, asikudharau mtu. Leo watu hawataki kuonya. Kwa nini? Wanataka kupendwa. Hivi swali, wewe uliokaa hapa, mimi unipende, unanipeleka wapi? Wewe una mbingu? Yesu ashanipenda, inatosha sana. Yaani hata ulio ikiwa anipendi sawa tu. Yesu wangu ananipenda, aliacha enzi akaja. Biblia inasema karipia, kemea, onya. Watu wanalainishwa tu. Yaani watu wanapakazwa mafuta. Watu wa Mungu, watu wa Mungu, watu wa Mungu. Watu wa Mungu, watu wanapotea. Mume, kemea ujinga nyumbani, kemea. Kwa sababu aina ya mke inatokana na aina ya mume aliye naye. Mwanaume aliyenyooka, mwanamke atakasirika mwanzo, lakini sisi wanawake huwa tunasema rohoni, lakini kwa kweli nimepata mume. Usifikiri kwanza ukiwa jinga eti ndio mke wako atakupenda.
anaona amepata hasara. Yaani kila anachofanya mkeo hakuna mahali hata unamuelekeza. Akipika na Sabato, we sawa, unakula tena unasifia. Jamani, mama, chakula kitamu. Lo, kichwa kigonjwa hiki. Hujaelewa kitu. Wakati Hawa alipokula tunda, nini kilitokea? Ni nini kilitokea Hawa alipokula tunda? Hakuna athari ilionekana alipokula mwanaume ambaye ni kichwa. Wewe sio mtu mdogo, ni mfano wa utukufu wa Mungu. Simamia maadili kwenye familia yako. Simamia maadili ya Kikristo. Hiyo ndio kazi ya baba. Kuna fungu moja zuri hapa. Ngoja ili fungu hapa nilisome. Labda nisilione lipotee. Lakini namuomba Mungu anionyeshe fungu zuri. Bwana Yesu, nionyeshe hili fungu. Nitaliona. Yes, nimeliona. Mithali 6. Mithali 6 na fungu la 20. Sikiliza anavyosema. Mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako. Baba ana nini? Baba ana nini? Maagizo. Alafu mama yeye ana nini? Maana yake ni nini? Maagizo. Ukisoma kwa Kiingereza anatamka, anaita nini? Halo? Ukisoma kwa Kiingereza maagizo anaita nini? Commandments. Sawa Alafu na zile sheria za mama zinaitwa nini? Law. Hiyo inamaanisha nini? Hebu sikieni wa baba na wa mama. Niliwaambia unatengeneza frame. Nimeshavunja mwiko, ila siendi kule. Nimevunja mwiko kusimama kule mbali. Napata tabu kusimama mbali. Mwanaume ni lazima awe na commandments ambazo anaziweka pale nyumbani. Wababa wa zamani, mzee Ntalima yule pale anaweza kaelewa peke yake hapa kwenye hili kundi. Labda na profesa uliona nyumbani na kaka yake mimi. Wababa wa zamani alikuwa anamwambia mama, kwenye hii nyumba sitaki hivi na hivi na hivi na hivi. Amemaliza. Alafu mama sasa anatengeneza bylaws zake ili kutunza nini? Zile sheria za baba ambazo hazivunjwi. Kama baba amesema hii nyumba sitaki mtoto wangu aingie kabla ya kuku, kwa hiyo inabidi mama awatume maji mapema. Jamani, mtaniponza jamani. Mama, mwanangu, shika maagizo ya baba yako. Sasa baba huna maagizo yoyote. Mnaelewa kile ninachosema? Baba upo tu, huna maagizo yoyote. Kama baba huna maagizo yoyote, mama anabaki anapapasa, hana sheria zozote na yeye. Hiyo nyumba inaendaje? Mnapoteza watoto. Nami nimezoea kufundisha kama yale maisha ya zamani ambayo yalisemwa kwamba wanaume wana mfumo dume. Ninatamani ule mfumo dume urudi ili heshima na adabu ziwepo nyumbani. Maana mlidanganywa usawa na mkakubali. Ulimi wako baba, karipia, kemea, onya. Tumia ulimi wako kufariji na kutia moyo yote yaliyo mazuri toka kwa mkeo na watoto. Ponya, ganga majeruhi ya mkeo. Tumia ulimi wako kumfanya mkeo awe mwenye furaha daima. Tumia ulimi. Mke wangu, ni kweli umri umeenda, ila bado wewe ni mrembo. Mama anajisikia vizuri. Kama kuna kitu wa mama wanapenda, wanawake wote duniani, kusifiwa. Wote. Yaani usije ukaona huyu wangu bibi sasa asisifiwe tena. Anasifiwa. Anapenda kusifiwa. Na ndio maana unaweza ukakuta mama, lugha yetu na wanaume ni tofauti na tafsiri yetu ni tofauti. Mwanamke anaweza akasema, yani leo mgongo unaniuma, nimefua masuruali yako yote na nikanyoosha, mgongo unauma. Baba baada tu ya maombi
anaenda kulala, si ndio? Kwa sababu kasikia mama kasema mgongo unauma. Tafsiri ya mama haikuwa hiyo, alikuwa anataka attention yako, ujue kile alichofanya, hivyo tu. Na kama ungetambua bila yeye kusema, asingesema hilo neno. Yaani unarudi nyumbani, unakuta maua yake yamepalilia, huko nje kote amelima, ndani amepanga vizuri tofauti. Anza we mwenyewe tu kumsifia. Huyu mama hatasema kitu, hatasema, lakini anataka useme. Unakula chakula kitamu, wala usemi kitu, yeye ndiye anaanza. Unajua hiki chakula, hii mboga nimeiweka kweme, nimeiwekea kweme. Anataka useme, utambue. Kwa hiyo we baba, hebu tumia ulimi wako vizuri. Namba 7, nywele. Hivi kwa nini tuna nywele kichwani? Eti kwa nini tuna nywele? Nywele zina kazi gani? Hazina kazi? Kama hazina kazi jamani, tukanyoe tu vipara. Nywele hazina kazi? Ni vazi. Ndio, nywele ni vazi. Kwa wanawake nywele ni vazi, lakini nywele zina kazi. Ndio maana sisi tunaokaa huku Afrika nywele zetu ngumu, sawa kulingana na mazingira yetu. Kazi ya nywele ni ulinzi, kuzuia kichwa kisiungue na jua. Ilinde familia yako. Baba, we ni nywele, una nywele, linda familia yako. Wapatie mahitaji muhimu: malazi, chakula, mavazi, elimu ya kimbingu na elimu ya duniani. Neno la Mungu lisiondoke kinywani mwako baba. Ili mume na baba ustawi, neno la Mungu lisiondoke kinywani mwako. Anasema katika Joshua 1:8, fungu ninalolipenda sana. Anasema upate kufanikiwa sana, upate kustawi. Unamuhitaji sana Yesu. Jifunze kwa Bwana Yesu anavyoishi na mkewe, kanisa. Fanya kama Ayubu alivyofanya. Iweke familia yako mikononi mwa Bwana asubuhi na jioni. Katika Ayubu 1:5 utasoma. Ninaomba nikome hapa kwa sababu ya muda, ili tuende kwenye somo jingine. Je, kuna swali mahali? Hilo nitaruhusu. Kuna kaswali mahali? Wababa nyosha mkono, wanaume wote, hata wale ambao hawajaoa. Unamwambiaje Mungu kwa kuumba wewe kuwa kichwa na kiongozi? Asante. Mungu amekuumba wewe kuwa kiongozi. Sawa, haijalishi umesoma, haijalishi hujasoma. Kuzaliwa tu mwanaume, wewe ni kiongozi. Na ndio maana wakati mwanamke anatumia emotions, wanaume wanatumia logic, facts. Si unaona vitu viwili tofauti? Sasa usipoishi na huyu mtu vizuri kwa akili, hautaweza. Mwanaume ni kiongozi wa pekee sana. Binafsi wanaume nawapenda. Yaani yeye anaangalia tu hapa kuna logic, hakuna, ipo, basi ananyooka. Sisi hapana, hata kama logic ipo, hisia zangu zinaniambiaje? Hapana, kaniangalia vibaya, siwezi kumpa uongozi. Mungu amewaumba vizuri sana. Ninyi ni viongozi, simamieni maadili ya familia zenu, mtakuwa salama. Yale makanisa mliopewa madogo madogo nyumbani, yasimamieni. Baba, lisha familia yako, mambo ya kiroho. Tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, Mungu wetu mwenye nguvu na mamlaka yote, tunakushukuru tena jioni ya leo. Asante Bwana kwa kutupatia waume. Bariki waume zetu, gusa akili zao, bariki kazi za mikono yao, wape afya njema, wape kibali wanapoingia na kutoka kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina la Yesu, amina.